Bwana apewe sifa, wapendwa katika Bwana. Siku ya leo tujifunze kitu kinachoitwa madhabahu. Nini maana ya madhabahu? Katika ulimwengu wa roho kuna vitu viwili tu. Kuna madhabahu mbili tu. Kuna madhabahu ya giza na kuna madhabahu ya nuru, ambayo madhabahu ya nuru ndiye madhabahu tunayoiabudu sisi wa Kristo au wana wa Mungu katika jina la Yesu. Hizo madhabahu, kila madhabahu inakuwa na walinzi, kila madhabahu inakuwa na nguvu, kila madhabahu inakuwa na neno la madhabahu, kila madhabahu inakuwa na kila aina ya kitu kama ulinzi. Unavyoona ulinzi wa kidunia, viongozi wanavyokuwa na ulinzi na protokoli zao, na hata madhabahu ya nuru iko hivyo hivyo, na hata madhabahu ya giza ipo hivyo hivyo. Kila madhabahu ina walinzi, ina jeshi, ina wakuu. Wapendwa katika Kristo, siku ya leo tujifunze nini maana ya madhabahu. Unaweza ukashangaa katika maisha yako, unapitia vitu vigumu, unapitia matatizo magumu. Unaweza ukakuta kaukoo fulani tu au ka familia fulani tu kenyewe kanaishi maisha mazuri tu, lakini wana changamoto katika ndoa. Lakini familia nyingine pia wenyewe wamesoma sana, ni madaktari, kila mtoto mpaka kitukuu yeye ni daktari, lakini wana changamoto ya kisukari. Unakuta ka familia kingine hata wasome vipi wataishia walimu. Hizo ni madhabahu ambazo madhabahu chafu, madhabahu za giza ambazo zilitamka terafi kupitia ardhi, kupitia hewa, kupitia anga. Nisikie mtumwa katika Bwana, hizo madhabahu huwa zinatolewa sadaka. Hizo madhabahu huwa zinatolewa sadaka, utaamini, lakini madhabahu hizo huwa zinatolewa sadaka. Mfano tusome Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa kwanza na kuendelea. Nasema Kumbukumbu la Torati 12:1 na kuendelea: hizo ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi niliyokupa Bwana Mungu wa baba zako, uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali popote walipokuwa wakitumikia miungu yao ya mataifa mtakayoimiliki juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya miti wenye majani mabichi. Mstari wa 3 nasema: nanyi vunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao na maashera yao, yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga na za miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Mstari wa 4 unasema: wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Mstari wa 5 unasema: lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, pawekeni jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo, nawe mwende huko. Mstari wa 6 unasema: pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wenu wa kwanza wa makundi ya ng'ombe na kondoo. Mstari wa 7 unasema: na huko mtakula mbele ya Bwana Mungu wenu, nanyi mtafurahi katika yote mtakayotia mkono yenu, ninyi na nyumba zenu, ninyi na watoto wenu, alivyowabarikia Bwana Mungu wako. Mungu anaongelea nini maana ya madhabahu? Lakini tukienda katika kitabu cha Mwanzo 28:20 inasema: Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketeza juu ya madhabahu. 21 Bwana akasikia harufu kumridhisha. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya haya kwa sababu ya wanadamu. Mungu anasema hata ilaani tena nchi kwa sababu ya wanadamu. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka 20:24 inasema, hapa Bwana alikuwa anaongea na Musa, akasema, utanifanyia madhabahu ya udongo
nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketeza na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapopatia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Mungu aliyekuwa anaongea na Musa siku zote. Tukisoma katika kitabu cha Walawi 1:9 inasema, lakini matumbo yake na miguu yake ataiosha kwa maji, na huyo kuhani ataviteketeza vyote juu ya madhabahu. Ile sadaka ya kuteketeza, biu ya kusongezwa kwa njia ya moto, harufu ya kupendeza kwa Bwana. Tukisoma katika Hesabu 7:17 inasema, na kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe waume 2 na kondoo waume 5 na mbuzi waume 5 na wana wa kondoo 5 waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Nashon ya wana wa Aminadabu. Sikilize mtumwa katika Bwana. Kila madhabahu ina nguvu na kila madhabahu inatolewa sadaka. Kama Bwana alinena na Nuhu, kama Bwana alinena na Abraham, kama Bwana alinena na Musa, kama Bwana alinena na Yoshua, kama Bwana alinena na Daudi, kama Bwana alinena na Samueli, leo hii Bwana ananena na wewe. Kila madhabahu inayokushikilia, kila madhabahu zinazokushikilia, hizo madhabahu huenda ulifungua wewe mlango, hizo madhabahu huenda wazazi walifungua mlango, hizo madhabahu huenda vizazi vilifungua mlango, hizo madhabahu huenda koo zilifungua milango, hizo madhabahu huenda terafi zilitamkwa kupitia ardhi, hizo madhabahu huenda zilitolewa uvumba, hizo madhabahu huenda zilisomwa Qur'ani, hizo madhabahu huenda ziliachiliwa viumbe wa kuwalinda, hizo madhabahu ziliachiliwa laana, hizo madhabahu ziliachiliwa mikosi, hizo madhabahu ziliachiliwa mateso, hizo madhabahu ziliachiliwa shida, hizo madhabahu ziliachiliwa magonjwa, yale magonjwa ya kurithi, zile shida za kurithi, laana za kurithi, aibu za kurithi. Unakuta mtu mmoja, baba alioa wake 2 na mtoto anaoa wake 2 na mjukuu anaoa wake 2, mama aliachika na mtoto anaachika na mjukuu anaachika, baba aliumwa ugonjwa wa ukimwi na mtoto ataumwa ugonjwa wa ukimwi na mjukuu ataumwa ugonjwa wa ukimwi. Hizo madhabahu ambazo zinawashikilia, hizo madhabahu ambazo zinawakamata, hizo madhabahu ambazo zimetamka terafi katika ardhi, hizo madhabahu ambazo walitumia damu, wakaachilia damu kwenye hizo madhabahu zao, wakatamka maneno ya mauti, wakatamka maneno ya kushindwa, wakatamka maneno ya fedhea, wakatamka maneno ya kejeli, wakatamka maneno ya kurudishwa nyuma, wakaachilia delay spirit, wakaachilia almost spirit. Na ndio maana unakuta kila unapotaka kufanikiwa kuna jambo linatokea, unarudishwa nyuma mara 7. Kila unapotaka kuolewa kuna aibu inatokea, unarudishwa nyuma mara 7. Unapotaka kupata kazi kuna matatizo yanatokea, pesa unatumia inaisha. Unapotaka kujenga kuna kasababu tu kanatokea, kwa sababu madhabahu ilitamka wewe ni mtu wa kushindwa. Hiyo madhabahu ikatamka mauti, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, maana imeandikwa katika kitabu cha Hesabu 23:23, wala hapana uganga juu ya Yakobo, wala uchawi juu ya Israeli. Nami natamka ya kwamba hakuna madhabahu itakao kushikilia, hiyo madhabahu ya mateso, hiyo madhabahu ya aibu, hiyo madhabahu ya fedheha, hiyo madhabahu ya mikosi, hiyo madhabahu ya kukataliwa, madhabahu ya kurudishwa nyuma, hiyo madhabahu ya almost, madhabahu ya delay spirit. Wakaachilia na hizo roho, wakaachilia na hizo silaha zinazokutafuna taratibu, hizo silaha zinazokuwinda unapokwenda, hizo silaha zinapotangulia mbele yako, hizo silaha zinapokuja nyuma yako zinakuwinda, hizo silaha ziliposhikilia mkono wako wa utajiri wa kulia, hizo silaha zikashikilia mkono wako
wingi wako wa siku wa mkono wa kulia, hizo silaha zilizoshikilia wingi wako wa utajiri mkono wa kushoto, hizo silaha zilizoshikilia hatua zako zikafunga nila, ukakamatwa mtu, ukawa ni mtu wa umasikini tu, ukawa ni mtu wa magonjwa tu, ukawa ni mtu wa mateso tu, ukawa ni mtu wa kulia tu. Leo imefika mwisho, maana Bwana alisema kwa neno lake la Ufunuo 12:11 alisema ya kwamba nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na lile neno la ushuhuda. Nami natamka ya kwamba kila silaha itakayotamka juu yako haitafanikiwa, hiyo madhabahu haitafanikiwa, hayo magonjwa hayatafanikiwa, hayo matatizo hayatafanikiwa. Hiyo silaha kama madhabahu, tunaachilia damu ya rehema, damu ya rehema, damu ya rehema, damu ya rehema, damu ya masamaha, damu ya masamaha katika jina la Yesu. Tuinuke sasa, tuombe toba na rehema, tupeleke damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu zilizotamka uhalali kwetu, kwenye hizo madhabahu zilizotamka mauti kwetu, kwenye hizo madhabahu zilizotamka fedheha kwetu, kwenye hizo madhabahu zilizotamka shida kwetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amka tuombe, amka tuombe, amka tuombe, amka tuombe. Weka usiriasi, usimwangalie mtu, usisikilize nani kasema nini. Wewe pambana na hiyo madhabahu, wewe pambana na hiyo madhabahu, pambana na hiyo ngome, pambana na hizo terafi, pambana na hayo maneno walioyanena pale njia panda, walioyanena pale makaburini, walionena huko nje kwenye mazizi ya ng'ombe, wakanena kwenye viwanja vya mipira, wakanena mapangoni, wakanena kwenye miti mikubwa, wakanena kwenye mibuyu, wakanena kwenye miti ya maembe, wakanena kwenye miti ya porini. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu kwenye hiyo madhabahu ya kwenu. Kama ni madhabahu ya kiumbe, kama ni madhabahu ya mto, kama ni madhabahu ya mti, kama ni madhabahu ya makaburi, kama ni madhabahu ya mapango, kama ni madhabahu ya namna yoyote, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Wala usimsikilize mwenzako anaongea nini. Omba mtu wa Bwana, wala usimsikilize mwenzako wala kumtazama mwenzako. Pambana na hiyo madhabahu, pambana na hiyo madhabahu, pambana na hiyo madhabahu. Yes, 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 yes. Omba kwa mzigo, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Maana imeandikwa, nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu kwenye hizo nguzo ya madhabahu, kwenye hao walinzi hiyo madhabahu, kwenye hilo neno la madhabahu. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu katika jina la Yesu.